kurudisha ama kuna adui ambao wanaitwa maadui. Kuna video nimefundisha jinsi ya kuuzika adui ukitumia jani la muujiza. Nilikwambia, nafikiri sio hii channel, nilikuwa naongea kwa channel nyingine. Kuna mali nilikuwa najenga si kitambo. Nilikuwa nanunua tires hizi za kuweka chini kwa floor kwa duka fulani. Hii jamani Mjaluo wa Kenya hapa. Sasa huyu jamaa aliona video yangu, alafu akawa ana tatizo kwa sababu kuna competitors, watu wa kibiashara. Maeneo pale ameinuka sana. Ameinuka sana kibiashara maeneo pale. Na kuna competitors wa hali ya juu, wale watu ambao wana biashara kama hizo zake. Sasa wanamuona kama labda yeye kwa nini anainuka sana na mambo yanamwendea vizuri. Sasa huyu jamaa kwa ghafla alikutana video yangu na akaona na hii mtu si ni yule mwenye alikuwa ananunua recipe zangu, vitu vyangu hapa. Sasa akatazama, baadaye alikutana mimi na akaniuliza anataka msaada. Anaweza fanya nini ili kukomesha maadui? Kukomesha maadui wake. Manake wanamwendea kwa uchawi, wanamfanyia uchawi, ushirikina wa hali ya juu. Sasa huyu jamaa nikamwambia, nikamuonyesha hiyo video yenye aliona na nikamsuggestia aende afanye, lakini yeye akaniambia hiyo video yeye hataweza kuifuata kwa sababu anataka kuachia tu Mungu. Mungu ndiye atadili na hiyo kesi. Nikamwambia sawa, kulingana na yeye hakupenda hiyo video vile nafundisha kwa sababu inahusika na kumaliza wale ambao wanataka kummaliza. Kwa hivyo yeye aliona ni vizuri awasamee na aache. Na mimi nikasema hilo pia ni chaguo nzuri. Ila hizi video naweka hapa katika Dr. Wilson Swahili na Global Solution huwa si za watu aina fulani, huwa ni za wanadamu. Wanadamu maana yake ni kwamba mtu yeyote ambaye anaweza kusikia hiyo video na akasikia hilo fundisho na akaona yeye katika moyo wake na imani yake inamkubalia kwenda kufanya jambo lile, ako free aende afanye na ajue kwamba ukifanya hili na hili hivi na hivi itakuwa hivi na vile. Hiyo ndio niko hapa kufundisha. Maana katika lugha ya Kizungu ile global solution ni global solution for all mankind. So kwa ajili ya kanisa ama kwa ajili ya imani fulani au walokole au watu wa dini fulani, hapana. Mwanadamu yeyote atakayeingia katika duka ili la Dr. Wilson Swahili na apate kitu ambacho kinaweza kumsaidia kulingana na yeye, ana ruhusa ya kukichukua na kwenda kusaidika nacho. Sasa yeye huyo jamaa alichagua kusamehe. Nikasema umefanya jambo mzuri, maana hata Biblia inatuambia hivyo. Kwa hivyo umefanya jambo mzuri. Ila kwa yule ambaye hawezi fuata vile Biblia inasema, maana Biblia inasema watu wasilewe kwa pombe na watu bado huwa wanalewa. Biblia inasema watu wasizini na watu bado huwa wanazini. Biblia inasema watu wasidanganye na watu bado huwa wanadanganya. Biblia inasema watu wasikuwe na wivu, lakini watu bado huwa wanakuwa na wivu. Biblia inasema watu wasigombane, wasiishi kwa magombano, na watu bado wanasoma hiyo na wanagombana. Na wale wanafanya hizi vitu zote, inasema kwamba Biblia inasema wasifanye, ni wale ambao wanaenda makanisa, wale ambao wanaabudu Jumapili, wale ambao wanasema Bwana asifiwe, wale ambao wanasema yu mwema Yesu, na wale ambao wanahubiri wakisema tusameane, wale wanahubiri wakisema muaminini Mungu, wale wahubiri wenye wanahubiri wakifundisha makanisa kwamba tupendane. Hao ndio wale wanachukiana, ndio wale wanauana madhabahuni,
ndio wale wanaitana mashetani na majina fani kwa madhabahu wakiita wengine, ndio wale ambao wanaroga wengine na kuhakikisha wengine wasiinuke kimaisha ama kihuduma. Basi sasa hili ambalo nafundisha hapa, pia kuna wale ambao hawatalifanya na kuna wale watakaofanya. Nimefunuliwa kwa wanadamu, sijafunuliwa kwa dini ya Wakristo wala kwa dini ya Waislamu wala kwa dini ya Wahindi wala dini yoyote ya wapagani. Hapana, nimefunuliwa tu kwa mwanadamu. So mtu yeyote, mtu wa Mungu, awe ni mtu ambaye anabeba Mungu ndani yake ama anabeba mashetani ndani yake, atapendezwa na kununua chochote ambacho nimefundisha hapa. Ako free kwenda kufanya vile anavyotaka. Chukua jani la muujiza. Jani lile la muujiza nimeshaonyesha hapa. Nimeingia kwa ofisi, niko kwa ofisi ya Mombasa. Chukua jani la muujiza. Hiyo jani liko kwa briefcase yangu, lakini hata hapa nje ziko jani za miujiza. Sasa ukishachukua jani la muujiza, kile ambacho utafanya, utaandika majina. Unaniletea sasa jani la muujiza. Mimi niko kwa video. Lete nipeane ili nione. Huyu binti ameniletea jani la muujiza ili msisahau kuliangalia. Angalia. Wale mnataka kuliona ndio hili jani la muujiza. Chukua hili jani, alafu uandike majina ya yule mtu ambaye umeshachunguza, umepeleleza, umeomba, umetambua, umefunuliwa na imejulikana na imepatikana kwamba yeye ndiye ako kinyume na shida yako yenye unapitia. Andika hiyo majina yake hapa. Kuna wale ambao mmeniuliza iwapo kama hatujui ule mtu ako kinyume, na utapataje kuandika majina na haujui ni nani? Jibu ni hili: kama haujui ni nani, wewe hujatambua adui wako ni nani, majina yake. Andika kwa hili jani la muujiza shida ile yenye unapitia, hiyo yenye inafanya uandika adui. Sasa ile shida, kama kwa mfano, kwa nini biashara yangu haifanikiwi? So unaandika yule aliye kinyume na biashara yangu kutofanikiwa. Yaani yule ambaye anafanya biashara yangu isifanikiwe. Yeyote, unaandika yeyote anayefanya biashara yangu isifanikiwe. Jaribu juu na chini uandike maneno hayo yatokee hapa kwa Miracle Live. Sasa nimekujibu wale ambao mnasema kama haujui jina, unaandika shida yenye unapitia. Sasa yule aliye nyuma hiyo shida ndiye atapatikana in the spirit, kwa sababu hapa ni mambo ya rohoni. Sasa ukishaandika, kunja hilo jani vizuri. Ukishalikunja, tafuta uzi mwekundu au mweusi, kala hizo mbili. Sana sana mweusi ndio mzuri kwa hii. Funga nayo vizuri. Funga hii ikiwa imekunjwa. Funga vizuri. Nenda katika mahali ambapo ni paukiwa. Mahali paukiwa. Nikisema mahali paukiwa kwa kizungu inaitwa deserted place. Deserted place ni maeneo ambao watu hawaishi, jangwa, maeneo ambao hapakaliki, mahali ambapo si pazuri. Sasa hapo ndio uende uchimbe hapo mali, alafu uzike hiyo, kuweka mchanga juu yake. Ukishafanya namna hiyo, useme yale maneno unataka yatokee kwa ule mtu ambao umeandika hapo, ama yule aliye nyuma ya hiyo shida. Sema hapo, alafu zika, ondoka pale. Ukirudi, tumia njia nyingine, usirudi njia yenye ulikuja nayo. Wakati unakuja kuzika, umemaliza kuandika, uko njiani unaelekea kwa mahali pa deserted, mahali pa jangwa kwenda kuzika, usisalimie mtu, usiongee na mtu yoyote. Mtu akipiga simu ya pesa nyingi kwamba anataka kukulipa, ukiona hiyo jina ni temptation, usichukue.
Rafiki ambaye umempoteza siku nyingi akikuja kutana na wewe sio yeye. Ni mtu, ni adui amevaa hiyo mfano ndio uharibiwe hii muujiza. Punde tu utakaposalimia na mtu au kuongea na mtu, hii muujiza imekuwa aborted na hautakuwa na right ya kuirudia tena. Ni kuna vitu vingi vya rohoni ambao ninyi hamuelewi, lakini nawaelekeza tu muweze kuelewa. Ndio maana niko hapa. Sasa make sure kwamba any temptation itakapokuja ya kuongea wewe kutoa sauti, ustahimili. Number 1 ukimaliza, number 2 ukimaliza, ukirudi usirudi na njia yenye ulikuja nayo, tafuta njia nyingine urudi nayo. Jambo la 3, wakati unarudi usiangalie nyuma. Baada ya kuzika ukianza kwenda usiangalie nyuma. Kwa hivi vitu vyote nakueleza mwanangu, kuna so many temptations zitakuja ili uangalie nyuma ama usalimiane na mtu kabla hujazika. Ukishamaliza kuzika ukienda pia usisalimiana na mtu. Enda mpaka ufike kwa nyumba. Ukishafika kwa nyumba inua mikono mshukuru Mungu, basi uko free. Ongea na watu sasa. Umemaliza kesi hiyo. Kile kitakachotokea kule sawa, umemaliza. Yeyote ambaye akikinyume na wewe na amekuambia we shall see, tutaona, basi na wewe nimekuonyesha tayo, nimekuambia what you can do, this is going to. Lakini kama hausiki na jambo lolote na umemwandika, usijali, umefanya makosa. Kabla hujaandika chunguza ujue ni kweli. Kumbuka vile nimesema, thibitisha, pakua kabisa kila maeneo, kwamba kama hujui andika tu kwamba aliye nyuma ya shida hii, basi itatafuta in the spirit, itapata exactly the person, mtu yule aliye nyuma. Lakini kama unaandika mtu na si kweli, usifanye hivyo, kwa sababu utakapozika umejizika. Nakwambia kwako wewe ndiyo yataanza yale ambayo umesika kwa ule kule. Mimi nimekufundisha watu msije mkachanganyikiwa mkafanya vitu ambao sijafundisha. Mimi ni daktari na naelezanga katika details ili muweze kujua. Kuna watu nimewafundisha kuhusu crab eyes, wakaenda kuanza kuzitengeneza wakitaka kula. Kuna wengine nimewaambia crab eyes hizo ni sumu. Kuna njia ya kutritiwa na kuandaliwa kama unataka kuzitumia kama bulletproof. Si kila kitu tu nakimbilia kukula. Kuna mbegu kama hii ya castor seed. Mbegu kama ya castor seed inafanya family planning. Lakini si castor seed yoyote inafanya. Lazima uelewe, kuna castor seed ya kiume, kuna castor seed ya kike. Kuna castor seed plant ya kiume na kuna plant mmea wa kike. Sasa watu wengine wanaenda wanachukua na castor seed generally yote huwa ni sumu. Ni sumu pia, ni poisoner. Unakuta mtu anaenda anachukua seed yoyote anaanza kuitumia kupanga uzazi. Unasahau kwamba castor seed yenye inatoka kwa mmea wa kike ndio inapanga uzazi. Yenye inatoka kwa mmea wa kiume haiwezi kapanga uzazi. Mwanangu, utaimeza na itakuletea madhara. Jamani, munipigie simu, mtume message mkiuliza hizi vitu, nitawasaidia. Na ndio maana natangaza hii mkutano kule. Watu wakuje kwa mkutano. Wacheni kuona tayo mimi Mungu amenitoa hapa Kenya na hapa Afrika na kwa ulimwengu ili nisaidie. Hii ndio kipindi changu. Haya ndio ninasema ndio msaada kwenu. Wacheni kuleta maneno mengi, huyo ni mchawi, huyo sijui ni mwizi, sijui ni nani. Wewe tafuta Mungu, atakujulisha yale mambo nafundisha. Kama hayafai unayaacha, kama anafaa fuatana nayo. So mtu ana order solution oil, unamtumia, alafu akifika kule amesikiza channel nyingine,
amesikiza mhubiri mwingine ama mtu mwingine tena amefundisha kitu, akachukua ile kitu ya ule akakuja kuchanganya na ile amechukua kwangu, alafu anatumia, alafu anakuja kuniambia nimepata madhara haya. Kuna binti kutoka UK alichukua product kutoka kwangu, nikamwambia hiyo product isome vizuri na hiyo product haitumiki kunywa, usikunywe. Yeye naye akasikiza kwangu, alafu akaangalia channel ya mtu mwingine kutoka Nigeria kwa YouTube pia akasikiza, alafu akachukua akaoda huko, akakuja akachanganya kwa yangu na akawa na kunywa. Akanitumia message vile anahara na vile akaliki na vile mwili una joto na vile sijui nini, mpaka nikamuuliza maswali, ulifanya vile nimesema? Paka ikapatikana alifanya madhara, kwa sababu unachukua mafuta kutoka mwingine unachangana mafuta mwingine. Na hii ndio shida yenye tuko nayo na wahubiri pia. Wewe unakimbia, mara unaabudu kwa ule, mara umetoka, mara umeenda kuabudu kwa ule, umetoka, mara unaabudu kule, mnaenda kwa mhubiri yule ana mafuta tofauti, ule ana mafuta tofauti. Ule kama wana mafuta mazuri ya kuchangiana ni sawa, lakini kuna wengine wana mafuta ya kupishana. Kitu kizuri ambacho umekipata kwangu, sasa ukaacha kuja ukaanza kwenda kwa mwingine, kitaharibiwa. Sasa baadaye utasumbuka, ni lini utafika mwanangu? Ni siku gani utafikia kile unataka? Ni lini utapata majibu katika mikono yako ya maombi uliyokuwa unaomba? Ni lini utajisimamisha na wewe pia uwe jibu kwa watu wengine, uwe msaada kwa kuonyesha njia watu wengine? Simama imara na jiamini. Yale ambao uko nayo unaweza ukasaidika. Kama hauwezi saidika, Mungu amekupa mtu wa kusaidia ili na wewe usaidie wengine. Tukutane kwa hiyo semina. Wale mnatoka kaunti za nje, nimesema wale mnatoka kaunti za nje, kando na kaunti ya Busia. Mimi naishi Mombasa, lakini mkutano naenda kuufanya kwa madhabahu ya Busia, yani kule kwa center ya Busia. Nimefungua kanisa hapo juzi, hapo Bumala. Sasa nimeona niufanyie Western. Ile mikutano mingine nimefanyia Mombasa. Sasa huu nitafanyia Western. Kuna mikutano nimefanya Nairobi, kuna mikutano nimefanya Mombasa. Sasa nataka nifanye Western kule, na nitafanyia hapo kwa hiyo center. Na nimeamua kuwasaidia wale mnatoka kaunti za nje kando na kaunti ya Busia. Mkonifahamu kama mtafika. Mwisho ni tarehe 25 mwezi huu. Hiyo mkutano itakuwa tarehe 2, 3 na tarehe 4. Na mwisho kuleta majina yenu na kusema mimi nita confirmation ya kufika. Kwa nini? Kwa sababu ninawaandalia mahali pa kulala free au lipi, na pia chakula mtakula free au lipi. Wewe jibebe tu vile unakuja, lakini hizo vitu vingine mimi nitasimama, kwa sababu nataka mpate yale mambo ambayo isiwe na mzigo mzito. Jambo la pili, wale ambao mnatoka karibu katika kaunti hiyo hiyo ya Busia na mungetaka kukaa hapo mulale, ni sawa, utaruhusiwa. Lakini iwapo unaweza kuja na kwenda, itakuwa mzuri, ili usaidie wale ambao wametoka mbali wapate hizo nafasi zenye tunatengeneza za watu kulala. Alafu jambo la tatu, kwa hao ambao wanatoka Busia County, upande wa chakula tunaitoa free kwa kila mtu. Ni siku 3, tarehe 2 Friday, Saturday na Sunday, mpaka tarehe 4 namaliza mkutano. Si wa injili, ni mkutano wa Global Solution, wa kupeana suluhisho, mwelekeo na majibu kwa watu kuhusu maisha. Si mkutano wa Yesu anaweza, Yesu anakuokoa. Hiyo ni vitu mnajua na ni vitu mnaamini na mnaviimba kila siku kwa makanisa, na mnaimba mpaka mnaondoka duniani, kwa sababu kuna siri zingine zimefichika ambazo hamjajua, na huyo Yesu ndiye anazifundisha hizo siri, na anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa hayo maarifa. Petro, ukisoma Petro ile ya pili, Petro wa pili, ile barua nyaraka ya Petro wa pili, mlango wa kwanza, ukisoma kuanzia mstari wa 5, kuna vile maandiko yanavyosema. Wacha nisome. Vumilia hapo, wacha nisome. Petro, First Peter. No, nimesema wa pili. Second Peter chapter 1 verse kuanzia
verse 5. Tuende mpaka 6. Itasaidia tu ili tuone inasema nini. Na wewe nisikilize. Sababu kuna watu ambao mambo mengi haya ambao tunafundisha wengine huwa hamuyaelewi. Acha nifungue hii Biblia uweze kusikia inasema nini. First Peter. Haya ndio hiyo. Kuanzia mstari wa 5, lakini ninasoma kwa Kizungu. Sasa jamani. Haya. And beside this giving all diligence, add to your faith virtue. Imani inahitaji kitu kingine iongezwe juu yake. Add virtue. And to virtue add knowledge. And to knowledge temperance. And to temperance patience. And to patience godliness. Unaelewa hiyo? Kwa imani yako kuna vitu ambavyo vinatakana kuongezwa. Nimevitaja: wema, uvumilivu, maarifa hayo. Lakini maandiko yanasema kwamba pamoja na hayo, ukifanya bidii upande wako kwa imani yako, ongeza hizi vitu, na moja yapo ya vitu vya kuongeza ni maarifa. Sasa nimekupatia maarifa. Ile kitu naongeza tu ni maarifa. Binti alikuwa anafunga na kuomba, anaenda kanisa, amekaa 3 years hajaolewa, na anamwamini Mungu kwa hilo. Mpaka akuje kwa ushauri, kamwambia ni sawa, fanya hivyo, kila kitu vile ulikuwa unafanya ni sawa, ila sasa ongeza ageta pepe hizi, utumia hivi na hivi na hivi, alafu ufanye hivyo hivyo kwa siku 3, muujiza unafunguka na ndoa ikafungwa baadaye, na watu wamekaa kwa amani na hiyo tatizo iliisha. Sasa uniambie ni shetani. Hakuna roho yote iliingia kwao, hakuna mchawi alikuja, hakuna ushirikina ulikuja na hawakuacha Yesu, wanaendelea. Sasa wewe unaniambia nini? Karibu. Utasaidika mtu wa Mungu. Situkutane pale. Mungu akubariki. Yale sijasema utasemewa na Mungu.